الحمد لله الذي أرسل رسوله بالأمانة والنصيحة وقام بهما حق القيام، وهو يقول لأمته الدين النصيحة. والصلاة والسلام على أفضل الناصح ممن تقدم عليه أو تأخر عنه لأمته الكريم، وأفضل الأمين بالتبليغ على وجه الأرض البسيط، وعلى آله وصحبه الذين بلغوا النصائح للعباد على أكمل طريقة. صلاة وسلاما متلازمين ما أخلص كل ناصح في نصيحته الشريفة، وكل داع إلى سبيل ربه بأحسن الدعوة على الموعظة المنير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول عبد الفقير أبي المبارك حسن بن عبيد الشيرازي عفى الله عنه في كتابه مدارج العلا شرح تبارك ذو العلا، بعد يكون شمرني Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani bora wa viumbe Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya mengi ambaye hayako katika matarajio ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametufikisha mpaka hapo alipotufikisha, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo neema, kwa sababu wengi hapo katikati hawakuweza kufikia mpaka hapo tulipofikia. Hawakuwa waovu sana, wala sisi hatukuwa ni wajanja ama ni wazuri zaidi ya wao, bali ni mashia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo inajiri katika ulimwengu hiyo. Kwa hiyo unapojipata ya kwamba wewe umzima wa afya, unapumua ndani na nje, basi mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hili kitendo la kushukuru Mwenyezi Mungu anazidisha. Alisema la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Anasema Mwenyezi Mungu kwamba huyu mwanadamu la in shakartum, anapokithirisha shukurani, basi na Mwenyezi Mungu kadhalika anakithirisha ongezeko ya neema yake. Na kinyume chake, mwanadamu huyu anapoasi, anapokufuru, basi yafahamu na aelewe ya kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu ni nzito sana. Na katika darsa ya tafsiri ya Tabaraka Dhul Ula, musannif katika abiyati za mwisho ambayo tulikomea alisema la'allaka an takuna ghadan hadiya ببلغ
فاجعل من تراضي ولا تعدل بتقوى الله شيئا ودع عنك الملالة والتراخي وكيف تنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة هي انسلاخي فكم من رائق فينا صديق نعته نعاته قبل الصباح. Anasema mwenye tabaraka abiyati tulizokomea, fakam min raihin, wangapi wangapi, mahesabu hayo, ngapi na ngapi na ngapi katika sisi waliofikiwa na jioni wakiwa ni wazima buheri wa afya, walipambauka asubuhi, alhamdulillah, wakapata kuona jioni. Lakini nuatuhu zilikuja habari zake, taarifa tulisoma za habari kuhusu bwana fulani kabla sabah, kabla ya kupambaukiwa na alfajiri, zilikuja habari ya kwamba bwana fulani, mtu fulani, jirani fulani, rafiki fulani, ndugu fulani, mjomba fulani, dada fulani, shangazi fulani, babu, nyanya fulani ndio alikusha kuondoka. Zilikuja habari hizo, lakini tulipambaukiwa asubuhi pamoja na yeye, tulikula, tulizungumza, tukatangamana, tukaidiana, tukafanya mambo baina yetu. Lakini ilipoingia giza ya usiku, kumbe huyu bwana, kumbe huyu dada, kumbe huyu ndugu huyu, kumbe huyu jirani, kumbe huyu rafiki, masiku zake yalikuwa yamefika katika kikomo, pumzi zake zilikuwa zimekwisha, ndio alikuwa akipumua usiku ile ya mwisho. Riziki yake ndio ilikuwa ile futari aliyokula jioni ile. Maji yake, yani vitu vyake vyote vilikuwa vimefikia steji ya kumalizika. Na ilipopambauka tu ikadhihirika kweli, tukapata kushuhudia kwa macho, tukapata kusikiliza habari hizo kwa yakini kwamba ameondoka huyu bwana. Sasa ndio anasema kwenye tabaraka, fakam min rahitin fina sahih, ni wangapi hadi namna hiyo imewatokea wangapi katika sisi? Maeneo mangapi yametokea tukio aina hiyo? Majumba mangapi yametokewa hali aina hiyo? Mitaa mingapi imetokewa na sura kamili aina hiyo? Miji mingapi? Inchi ngapi? Dola ngapi? Majimbo ngapi? Sasa hili ndiyo sura halisi. Hili ndiyo sura halisi ya maisha ya dunia hii. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Sayyidina Umar ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Mtume anasema unapopambaukiwa na asubuhi
basi fala tantadhir almasa, usisubiri, usipange mipango ya hadi jioni, kwa sababu jioni hiyo wewe huna taarifa naye. Jioni hiyo wewe huna habari na hiyo jioni taarifa yake kamili iko kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anajua yale ambayo yatakayojiri katika jioni. Mimi na wewe hatuna taarifa, hatuna habari hata kidogo. Sasa mafunzo ya Mtume mazuri anatufundisha ya kwamba idha asbahta fala tantadhir almasa, unapopambaukiwa asubuhi basi usisubiri kwamba usitaraji kwamba wewe utafikiwa na jioni. Ana maana gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwamba unapopambaukiwa na asubuhi, ile ndiyo fursa yako, ile ndiyo rasilimali yako, basi fanya vya kheri yote ile ambayo unaweza kufanya kadiri ya uwezo wako. Usiakhirishe chochote kwamba mimi nitafanya jioni, hapana. Na hivyo katika amali ya shari, unapopambaukiwa na asubuhi, basi tie maazimio ya kihakika kwamba ovu lile, kosa lile, mimi sitaikurubia, sio sasa wala sio jioni. Waidha amsaita, na unapofikiwa na jioni, fala tantadhir sabah, basi asubuhi ya kesho pia usifanye nini? Usifanye matarajio na asubuhi ya kesho. Hujui yale ambayo yatatokea hapo katikati. Jioni hiyo mpaka kupambaukiwa, hujui yale ambayo yatatokea, haiko katika elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Nafsi ya mwanadamu haijui madha taksibu ghada, nini itachuma kesho, wa bi ayi ardhin tamut, na katika ardhi gani nafsi hiyo itakombolewa roho yake. Hizo ni katika ghaibiyati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameficha hiyo siri, hamna yoyote anayejua. Sasa wa idha amsaita fala tantadhir sabah. Ndio Imam anapofunga hiyo swala anatuambia namna gani? Wasallu salatan, na swali ni swala ya mwisho, swala ya kuaga. Hiyo anasema ndio swali na swali kwa nia ya kwamba ndio swala yako ya mwisho, kwa sababu hapo katikati na mahesabu ambayo mahesabu hayo hayako katika nini, katika diary, iko katika lawhul mahfudh, diary ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo imesajili, imenakili harakati zote za dunia. Sasa fakam min tawarihin fina sahihin naatuhu qabla sabah. Mwenye akili nzuri ni yupi? Ni yule anayesema mwenye tabaraka, wabadir bilinabati qabla fawti ala ma fika min idhami ljunaqi. Wabadir, nafanya haraka sana, kwa sababu haijulikani masaa na madakika zinazokuja hali itakuwa namna gani. Sasa badir, fanya haraka bilinabati, kwa kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufanya toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
kwa sababu haijulikani kama madakika zinazokuja, masaa zinazokuja, haijulikani kwamba mimi na wewe tutaweza kupumua. Watu wanakatikiwa na pumzi, sawa? Watu wanakatikiwa na pumzi kwa masekundi, na inakuwa ndio basi tena hamna tena kurejeshewa ile pumzi. Sasa bali kabla haijafika hadi namna hiyo, bali kabla haijakutokea sura namna hiyo, bali kabla haijakutokea habari hizo, bali bimadha, bali bilinaba, fanya haraka kwa kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kulia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mangapi ambayo tumeyafanya toka kupambaukiwa hadi sasa, yale yote ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale yote ambayo yanakiuka maadili, yale yote ambayo yanakengeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, yale yote ambayo yanakwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakasirika kwa mimi na wewe, bali Mwenyezi Mungu amezidi, anaendelea kutumiminia neema zake. Hivi tumekuwa sisi tuna ukoo na Mungu, tuna ujamaa na Mungu, tuna ujirani na Mungu. La hasha wakala. Sasa kama hatuna ukoo, kama hatuna ujirani, kama hatuna ujamaa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayo ambayo tumefanya hapo katikati ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inataka nini? Inataka mubadara kulinabati, inataka kurejea kwa haraka sana, kurejea katika kuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Na Mwenyezi Mungu ni nani? Mwenyezi Mungu ndio yule Ghafurur Rahim, mwingi wa kusamehe. Atasamehe tu, anasamehe tu. La taqnatu min rahmatillah, anasema Mwenyezi Mungu, usikate tamaa na rehema ya nani? Rehema ya Mwenyezi Mungu. Eti kwamba mimi nimekusha kuwa asi sugu, hapo hakuna msamaha. Hapana. Mwenyezi Mungu sio mwanadamu, afanye kama mwanadamu. Sawa? Ulikuwa unasemaje? Mwenyezi Mungu sio Athumani. Sawa? Hafanyi mambo kama namna anayofanya Athumani. Lakini Athumani anafanya mambo namna gani? Athumani anakusamehe mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu anakupatia kila kitu. Huyu nani? Huyu Athumani dhaifu sana, hawezi kustahimili makosa mawili, huyu ya tatu tayari kesho kukufutia mbali. Mwenyezi Mungu afanye namna hiyo. Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim, yaghfiru dhunuba jamia, anafuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madhambi zote. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katika madhambi hamna madhambi ambayo Mwenyezi Mungu hasamehe isipokuwa ni dhambi moja tu ya kushirikisha, lakini madhambi mengine Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim. Sasa badir bil inabati qabla fawti, fanya haraka kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya nini? Kabla ya kufikiwa na hiyo asubuhi tukapata breaking news yako ambayo itakuwa sana, kabla ya alfajiri hiyo kupambauka na nini, na taarifa za habari zetu zimejaa, zombo za habari zote, social media zitakuwa zimejaa. Alama fika min idhami aljunahi, afanye haraka mwanadamu kwa jambo gani? Ma fika min idhami aljunahi, kutokamana na yale ambayo yamo ndani yako, yamo ndani ya sote hapo. Min idhami aljunahi, makosa makubwa tunazo ndani mwetu, malimbikizo ya madhambi.
ambaye madhambi hayo Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anajua. Hawa malaika wawili wanasajili na zinapandishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu kila siku, habari zinakwenda. Sasa hamna aliyo msafi, hamna aliyokamilika, hamna aliyo mzuri. Hapana, kullu bani adam khata'u, anasema Mtume, wanadamu wote ni wakosaji. Sasa hili hayo makosa hayo ndio anasema na Mwenye Tabaraka, hayo makosa ndio tufanye haraka. Tufanye nini? Tufanye haraka ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu kuomba msamaha. Falaysa akhu razanati man tajafa, akhu razana yule mwenye kutia mambo katika mizani, yule mwenye kuchuja mambo, sio yule mwenye kujitenga na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, bali mwenye kutia mambo katika mizani ni yule ambaye anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ni yule ambaye ananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, ni yule ambaye anakesha kumbembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni yule ambaye anadumu katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndio akhu razana. Walakin man tashammara lilfalah, akhu razana ni yule ambaye tashammara, ni yule ambaye amefunga masomo, amekaza kitambi yake barabara isimshuke, amesimama wima, amesimama kidete, amesimama ganda katika kufanya yale ambayo ni ya kheri, katika kufanya yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema Mwenye Tabaraka, wa in safatka au khalalta khilla fafi rahmani faj'al man tuaqi wala taqdim bitaqwa Allah shay'a وداعا كالملالة والتراخي وكيف تنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة إلى انسلاخي وإن صافيت أو خاللت خلا. إن صافيت ukisafi moyo baina yako na mwenzako, mkawa nyinyi ni marafiki wa dhati, mkawa nyinyi ni marafiki wa karibu sana, mkawa nyinyi ni marafiki ya kwamba mmoja akiugua, mmoja akiwa na mazito, mwenzake kadhalika anapatwa na hisia hiyo. wa in safaita au khalalta, ama ukachanganyikana na nani? Na rafiki wa kweli, rafiki wa dhati, basi fahamu ya kwamba hamna rafiki mzuri sana, hamna rafiki wa dhati, hamna rafiki wa toka nitoke, hamna rafiki wa damu, ila katika ahwali ya huyu mwanadamu duniani, rafiki anayestahili kufanya ama kuchukua ni mmoja tu. Fafi rahman, anasema mshairi Mwenye Tabaraka, fafi rahman, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tamassak bi ta'ati ar-rahman faj'al
shikamana, ambatana na utii ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Gandamana na utii ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zamani tulikuwa na vijana wenye harakati nzuri tu, wakiongozwa na almarhum Ustadh Haidar Ali Obeid, Mwenyezi Mungu aweke roho yake pahala pema, Mwenyezi Mungu anawili aunailishe kaburi yake, Mwenyezi Mungu amjalie dunia hasana wa fil akhirati hasana, Mwenyezi Mungu amwepushe na adhabu ya kaburi. Walibuni kikundi ya vijana ambaye walikuwa wana hadafu fulani ya kufikisha ujumbe, ya kufanya dawa, lakini walikuwa wanafanya kwa njia ambayo kidogo inapumbaza. Ni kweli ile Shamsia leo kweli Shamsia walikuwa kasida nasema shikamana na ibada uifanye ndiyo ada, utaikuka na shida na kheri kukujilia. Hizo zilikuwa ni ujumbe, hiyo ilikuwa ni dawa. Watu wanalinganiwa kwamba wafanyeje? Washikamane na nini? Washikamane na ibada. Wafanye ibada ndio nini? Wafanye ibada ndio ada, ndio mazoea. Nini itawafikia? Utaepukana na shari zote na kheri zote kukujilia. Sawa? Sasa unataka rafiki ni hapo kwenye ibada. Sawa? Jenga urafiki hapo ndani. Sawa? Muwe mnakutana hapa kila wakati, mara 5 kwa siku. Huyu rafiki wako. Huyu rafiki yule ambaye ukikosekana alasiri atakuja kukujulia hali na shughuli ya soa na maina alipo kande. Sawa? Maluna ya karibu mabeli. Abdulkarim alikosa asili yenda maino. Unaona urafiki hiyo? Sawa. Sasa rafiki mfanyie nani? Mfanyie Rahman. Maana yoyote utakayo tabaan hautakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu hapa. Mwenyezi Mungu hayuko hapa duniani, haonekani. Sawa? Inaposema ufanye urafiki na Mwenyezi Mungu, fanya rafiki na watu wa Mwenyezi Mungu, wale watu ambao wana ukaribifu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale watu ambao ni wenye kupenda maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale watu ambao wenye kuimarisha nyumba ya Mwenyezi Mungu, kupenda kazi ya dini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio urafiki. Sawa? Sasa fa fi Rahman kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya urafiki. Fanya urafiki, wala usifanye urafiki na hao wengine watakapokukosa na katika zile baraza zao watakwenda kukutafuta. Sawa? Na wakienda kukutafuta huko, na hata ukiwa mgonjwa na vimepita fofo roho hili itamuna. Sawa? Roho hili nchi azoda yanda akiude sabitenda na mabisigo na leo magazi basi yanda jamana na kumbebo na kumarifo holo
Unaona? Mwenyezi Mungu anasema urafiki aina hiyo, al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Urafiki aina hiyo yawma al-qiyama ni uadui. Urafiki kubebana, kupelekana katika maasi, hiyo sura. Sasa kata ile, jenga hiyo urafiki yako, jenga hiyo urafiki yao ni hapo ndani, kwa sababu hapo ndiko kunako kheri zote. Faj'al man tu'akhir fafitah mali, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya mwenye urafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khaslatani la shay'a afdalu minhuma al-imanu billah wal-naf'u lilmuslimina. Mtume anasema vitu viwili hamna iliyo bora zaidi kuliko hizo vitu viwili. Ya kwanza al-imanu billah, kumwamini nani? Hamna kitu kibora sana kuliko nini? Kuliko ibada ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal-naf'u lilmuslimina, na manufaa kwa ndugu zako Waislamu. Sawa? Na kinyume chake akasema Mtume hasratani la shay'a akhbathu minhuma, vitu viwili hamna kile ambacho ni kimbovu, ni mbovu zaidi kuliko vitu hizo. Ashirku billah, ya kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hamna kitu ambacho ni ovu zaidi kuliko nini? Kuliko kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadhurru bilmuslimina, na kuwadhuru ndugu zako Waislamu. Urafiki ya kulishanganishana na kulishanganishana na zile ambazo ni haramu ni madhara, sio madhara? Inadhuru haidhuru? Sasa wewe usiwe mtu mwenye kutoa mchango aina hiyo. Anasema wala ta'dil bi taqwa Allah shay'a, la ta'dil, wala usilinganishe ucha Mungu ya kumcha Mwenyezi Mungu na chochote. Maana ucha Mungu daraja yake ni ya juu sana, haiwezi kulinganishwa na chochote, haiwezi kulinganishwa na urafiki ukasema ya kwamba urafiki ni bora kuliko ucha Mungu. Hapana. Ukasema ya kwamba fulani ni bora kuliko ucha Mungu, ukawa wewe unamgandia tu pale na mtoki pale, siku nenda siku rudi, hapo na sabika hizo bila ilani, au kama nenda hiyo mwezi ndio basi basi hata sana hata na sada mmoja ndesini kandwa hiyo. Sawa? Usije ukasawazisha mali na kitu ya kumcha Mwenyezi Mungu, hailingani sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema siku hiyo ya Kiyama, aina almutahabbuna fillahi, almutahabbuna fillahi ala manabira min nurin fi dhilli al-arsh yawma la dhilla illa dhilluhu yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Tunasema almutahabbuna fillahi, wale wapenzi waliopendana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale waliofanya urafiki kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Urafiki yao ikawa ina nguzo madhubuti kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa yawma al-qiyama Mwenyezi Mungu atanadi, ataitana aina mutahabbuna bijana, wako wapi wale ambao walikuwa wakipendana duniani kwa ajili yetu sisi? Basi watakapoitwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweka ala manabir min nur, atawaweka juu ya mimbari ya nini? Ni mimbari iliyo na nuru. Watawekwa fi dhilli al-arshi, watawekwa katika kivuli ya arshi ya
hakutakuwepo na kivuli isipokuwa kivuli ya arshi ya Mwenyezi Mungu peke yake. Hamna mabiti, hamna majengo eti tupate ndani yake vivuli, hamna. Ni kiwanja moja tambarare. Sawa? Sasa sehemu peke yake ile ambayo itakuwa ina kivuli ni sehemu ambayo imetindikwa arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hawa almutahabuna, hawa waliopendana fillah, hawa watawekwa chini ya kivuli ya arshi ya Mwenyezi Mungu, tena watawekwa juu ya mimbari ya baini ya nuru. Hawa walipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi yawm al-qiyama hakuna kitu kitalinganishwa sawa na hawa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaghbituhum an-nabiyyu, mpaka hata na mitume watawaonea wivu. Sawa? Washuhada na mashahidi kadhalika watawaonea wivu watu hawa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya daraja watakayokuwa wamepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadaa anka almalalata wattarahi, anasema Mwenye Tabarak, daa anka almalala, acha hiyo uvivu, acha kuakhirisha kwamba kuswali nitaswali kesho, kusoma nitasoma kesho, na kutoa nitatoa kesho, kufunga nitafunga kesho. Hiyo achana nayo. Inakumalizia nini? Inakumalizia umri, kwa sababu hujui masaa na masekundi na madakika zinazokuja hali yako itakuwa. La tuakhir amala al-yawm ila al-ghad, usiakhirisha amali ya leo ukaakhirisha kesho. Nani amekudanganya kwamba kesho utakuwepo? Nani huyo? Sasa daa anka almalala wattarahi, wa kaifa tanalu fi dunya surura. Anasema Mwenye Tabaraka, kaifa tanalu fi dunya surura, wewe unataka kupata starehe katika dunia hii, uongo yako, bure yako. Ili dunia haina nini? Haina starehe, haina starehe. Hii dunia ayamul hayati ila insilaf, masiku za uhai na kwenda ikikatika. Kuna starehe gani hapo? Kula kunapokucha unasikia fulani alikuwa mgonjwa, huyu amekwenda, yule sikia alikuwa ndio ameingia kwa mtu ya 2-3 na akalitoa tikiti yake kuondoka, mara yule siji balaa fulani ilitokea, mara wapi raha. Ile dunia sio pahali kwa nini? Kwa starehe. Hamna starehe hapo. Mtume anasema dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni jela, ni korokoro ya nani? Kwa mu'min. Lakini kafiri ni pepo kwa nani? Kwa kafiri. Tunafahamu nini kwa maneno ya Mtume? Kwamba dunia ni jela kwa mu'min. Maisha ya jela yanakuwa namna gani? Maisha ya jela unadhibitiwa, sio? Unazuiliwa, huna huria, sawa? Unakaa ndani, sawa? Ukitoka labda unafunguliwa dakika 1, dakika 2, alafu unarudishwa na marudi ndani. Sawa? Vyakula zetu ndio kama hivi, na ugali ile ambaye na mboga yake imeliwa na wadudu, sawa? Mboga yake ndio na robo ngapi? Na robo 3 ni maji na sukuma 2-3. Nacheza tu pale. Kama ni siku ya maharagwe, ile maharagwe imeliwa na susu. Hamna mafuta. Sawa? Wakija pale na askari na wakija pale nini na nini? Na purusho. Jamaa huko wana kaida mbili. Wanasema heshimu hisabu na maombi. Vitu viwili.
Usipoheshimu maombi na hisabu utakufia huko ndani. Hiyo ndio dunia kwa muumini. Hana nini? Hana starehe. Utastarehe namna gani wakati ambapo na malakul mauti ndio anamkodolea watu kila siku. Kaburi ndio kila siku inakunania. Ardhi ndio kila siku inakusemesha. Sawa? Sasa hamna nini? Hamna starehe. Wajannatu lilkafir, dunia ni pepo kwa yule kafiri, kwa sababu yule kafiri hana nini? Hana haramu, hana halali, kwa kile kitu yote ni sawa. Sawa? Hana hata na ibada hapa. Huko anapokwenda huko hakuna ibada unafanya, huko anakwenda kukatika ngoma. Wanakwenda kumkatikia Mwenyezi Mungu mziki, kumkatia Mwenyezi Mungu kiuno. Kwa hiyo yaani Mungu anahitaji sana afanye nini? Na mapumbazo kumbali. Watu wanakuja pale na magita. Toka saa 1 mpaka saa 7, wengine pia wanachukua zao. Sawa? Huko hamna ibada. Maana mchanganyiko iliyoko huko na mchanganyiko ya kwamba watu wakienda pale na mkitoka pale kila mmoja anakusha nini, anakusha fanya booking na mwenzake. Eti pale ibada. Sawa? Sasa hapa duniani ayyamul hayati ila insilaf, masiku za uhai na kwenda katika. Sawa? Tumesema kwa Ramadhani haikimbii, ni Ramadhani na kukimbiza. Sasa usianze kutangaziwa Ramadhani tena nijeni sana. Mafi ita ya jeremeita. Sawa? Wewe ndio umekimbizwa. Kwa sababu na kaa chonjo. Ramadhani atarudi mwakani. Wewe na mimi je? Sasa nani ndio alikimbia? Nani ndio amekimbizwa? Wewe ndio umekimbiza Ramadhani ama Ramadhani ndio imekondoa? Sasa ayyamul hayat ila insilaf, masiku za uhai yanakwenda yakikatika. Hamna bonus, hamna kuongezewa, hamna overtime hapo. Sawa? Inakwenda ikikatika. Juzi tu ulikuwa na miaka 15. Leo una ngapi? Hizo miaka zimekwenda wapi? Sawa? Hebu ni kufanya reversal tu kama inawezekana. Etikanaje viumbe za kamustasa sana la. Utaota hiyo ndoto miaka nenda miaka mabia tena. Masiku yenyewe ndio hiyo, kila inapopambazuka. Sawa, siku inakuambia ana yaumul jadid. Siku yenyewe inakunajia kwamba mimi ni siku mpya. Sawa? Na nikienda sirudi. Tarehe ngapi leo? Tarehe ngapi? 28. Mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani, sio? Na mwezi wa Ramadhani. Sawa? Kalenda ya mshahara mwezi wa 5, sio? Mwaka gani? Na 25, sio? Hiyo ndio inaondoka. Unaona sasa hizi saa 11 na nusu. Ikimalizika hiyo mshale imepanda mpaka huko juu. Iondoke kwa hiyo nini? Iondoke kwa hiyo 5, iingie kwa nini? Kwa 6, iondoke kwa 6, iingie kwa 7. Basi kushakosekana. Haitarudi tena. Ikienda inakwenda na ripoti kamili ya yale ambayo sisi tumefanyia katika siku hiyo. Na ripoti hiyo kamili hiyo inasajiliwa, inawekwa katika faili yako mimi na wewe. Yawm al-Qiyama Mwenyezi Mungu anatoa hiyo karatasi.
ya siku ya leo. Nakwambia ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Kila mwanadamu wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Tutamtibiki kila mwanadamu, tutamtibikia na kitabu yake juu ya shingo yake hapo, itakuwa ni taa. Ndio taa tibikiwa kila mmoja na taa yake. Ataambiwa iqra kitaba kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Soma mwenyewe kitabu yako. Mambo ya kusomeana hiyo na inatokea ujanja mwingi, sio? Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu ajisomee mwenyewe. Mafuta kama tikia gala tele. Mustarafu sudara. Musarifika gala. Bale akala tasi. Iqra kitaba kafa binafsika alyawma alayka. Nafsi yako yenyewe itosheke kuchukua mahesabu, kufanya jumla ya ngapi ndiyo tik, ngapi ndiyo roho. Sawa? Usije ukaambiwa na mtu mwingine sawa? Hata sisi huko shuleni sawa, mayai zikiwa nyingi mtaki mtu mwingine sawa, inakuwa ni shida. Hata kidogo kwa sasa ana sita masaidi kupita nguvu. Sawa? Kila mmoja ananyenyekea. Sawa? Nasema is playing his card close to his chest. Sawa? Unacheza kadi yako hapo karibu na nini? Karibu na kifua yako, ndio unajua zile namba ambazo unazo. Ikra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Jisomee mwenyewe. Angalia yale ukifanya. Kwa sababu mwanadamu mimi na wewe, bali insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja ni mjuzi, ni mtambuzi, ni hodari. Yale ambayo mimi na wewe tulikiyafanya. Sawa? Sasa haya masiku wa ayyamu alhayati ila insila, haya masiku yanakwenda yakikatika, haya yanatenda. Na anasema istaghfiru min al-ikhwan fa inna likulli mu'minin shafa'atan yawm al-qiyamah. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine hapo anatuhimiza kwamba tufanye urafiki kwa wingi, kwa sababu inna likulli mu'minin, kila mu'min yawm al-qiyamah atakuwa na shafaa na mwombezi atakayemwombea. Tabana wale watu wazuri wataombea na marafiki zao waliokuwa wazuri, ni wale ashabu al-a'raf, sio? ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة. Sawa? Sasa angalia urafiki sana, sharti iwe ni urafiki kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. Bwana Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawana makosa kina nani? Alladhina amanu wa amilu salihat, walimwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya vitendo vizuri. Fima ta'imu, katika yale ambayo na wametamani kwa nafsi zao, lakini matamanio yao yawe idha mattaqaw wa amanu, hiyo ni matamanio ya nini? Ya takwa, ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema
mwenye tabaraka. Wajullu sururuha fima qahidna mashubu bilbukai wa bisurahi laqad ama ibnu adama la yaraha amal afda ila samami sama. Ya mazuri ya dunia hiyo na yale ambayo yanatia furaha, fima ahidna, kutokamana na yale ambayo sisi tunajua, mashubun bilbukai, imechanganyikana na nini? Na kilio. Imechanganyikana na kilio, mashubun bilbukai wa bisura, na kupiga ukelele na kupiga nduru. Hayo ambaye sisi tunayataka, hayo ambaye ni mazuri, sawa, yanafurahisha, yanapumbaza nyoyo na nafsi, sawa, ya dunia hiyo, fahamu ya kwamba imechanganyikana ndani yake na kilio. Hiyo hela sio ndani yake kuna nini? Ndani yake kuna kilio, sawa. Inasababisha hiyo hela kwa mtu, inasababisha vilio, inasababisha kupiga nduru, sawa. Mtu hela yake mwenyewe inamletea nini? Inamletea kilio. Wanakuja majambazi hao, sawa, wanamkunguta vizuri kabisa, wanamjeruhi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hela yake. Hela yake gani? Hela yake ambayo yeye mwenyewe ndiye alikusanya. Sasa angalia nini inamletea. Ametandikwa hapo vizuri kabisa, wakampora hizo hela, wakaenda naye, sawa. Baadaye anapelekwa mzima, anapelekwa hospitali kwenda kutibiwa. Wajullu sururiha fima ahidna mashubun bilbukai. Angalia hawa watoto ambaye ndio furaha ya Mwenyezi Mungu, sio ndio matunda ya nini? Ya nyoyo zetu, sio? Hawa watoto hao mara nyingine wanasababisha mambo hapo, inaleta machungu ndani ya hiyo moyo, unalia. Mungu anakuruhusu, sawa, wanakwenda kuibia watu mchana wa mwezi wa Ramadhani, sawa, wanakumutwa na wanararuliwa na usuli wanasema raguragu, sawa, mpaka wakaitwa hapo nyumbani, baba kanaenda zile, mama kanaenda zile, mwile tupasi ya giti chuno nyekuda kujamaa nyekuda vile fadaku usiangatazo usatazo ya dani baya dani dia usiangkat kibali gay pataki ya dani mamo dia dani sada mongi furu gay pataki mongi tok gay pataki laman moyna kitala video sino kaman muna tawaja, sawa. Magari haya sio tunataka, sawa, ukiendesha na mimi nasikia vizuri kabisa, sawa, unawazungulia wengine kwa dirisha juu, sawa. Hiyo gari hiyo itakusababishia uchungu siku nyingine, hapo utalia wewe mwenyewe na watu wako pia watalia, kwa sababu gari tu binafsi ya gogogo kufanya gari de na watu kukasu gari tosi. Wajullu sururiha fi
bilbukai wa biswah, ukubwa ya yale ambayo sisi tunayajua yanatia furaha ndani ya nyoyo zetu. Hizo mashubu bilbukai imechanganywa karibu kwa sababu makori kuja. Anasema alqidha ma alayhi ukhidha min khatayahu faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. نعم. أسمى شيء تزود من حياتك للمعاد وقم لله واعمل خير زاد. تزود تكوى زوادي من حياتك katika uhai wako hiyo lilmaadi, itakayo kukusaidia huko akhera. Waqum lillah, simama wima, simama barabara kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mal khayra zad, nafanya amali ambayo ni bora. Amali ambayo ni bora ni ipi? Khayra zadi taqwa, kitu ya kumcha nani? Ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ama ibnu adama la yaraha aman afda ila samami samaghi akhi qad kana sa'yuka fil fasadi fabi'sa az-zadu zadu lil ma'adi. Laqad ama ibnu adama la yaraha aman afda ila samami samaghi akhi qad kana sa'yuka fil fasadi fabi'sa az-zad zadu lil ma'adi. Anasema Mwenyezi Tabaraka, laqad ama ibnu adam, mwanadamu amekuwa tongo, amekuwa ni kipofu. Ila yaraha, tena kipofu asiona, kipofu asiona. Upofu wake ama afdha ila samami samaghi, upofu wake imeenea mpaka kwenye tundu ya masikio. Haoni? Athari ya kutoona imeathiri mpaka nini? Mpaka tundu ya masikio, kwa maana ya kwamba na masikio pia wene amian okamatu uoteresa umwagasi mkabali. Ujamaa maisha yake ni mzito sana, maisha yake ni yanaruku sana. Sawa? Anazungumza lakini ni kipofu na ni sasa, hata ya mazungumzo yake nani ndiyo atafahamu? Unajua mpaka sisi tuzungumze tulisikia kwanza, sio? Kangorusu kefeni ndituona. Sawa? Yanani ndituona sasa kangorusu ndituona baba panasema bana yazo yabu ndituona fimupi naye gorusu gorusu karamba dakika. Sasa bwana huyu ni kipofu ambaye ni kiziwi. Hata hiyo lugha yake haifahamiki. Hiyo lugha yake haifahamiki na yoyote. Sasa huyu ana dharubu kubwa sana. Sasa hiyo ndio sura ambaye na Mwenyezi Tabaraka ameweka kwa ibara yake hapo. Kwa nani? Kwa yule ambayo na amesahau dunia hiyo, ameona amefanya dunia hiyo ni sehemu ya kustarehe, amepumbazika na kupumbaza kwa dunia hiyo, akasahau huko anapokwenda
tunakwenda. Huyu jullu sururiha fima ahidnaha mashubun bilbukai wa bisurati. Huyu amepofuka na hayo, amepofuka na hiyo ukubwa ya furaha ya dunia hiyo katika yale tunayojua, na amekuwa kipofu na kuona hiyo mchanganyiko. Yeye haoni kwamba hapa ni hizo hela, haoni ndani yake kwamba imechanganyiko na nini, na uchungwa kalibutuma kore fikidona mjoguruse tabija kore yoktan libe buru jeti basi mata sofugo ama litase tabija kore yoktan magari hizo, watoto hao, majumba haya, tabija kutukita ndugu nzuri, tabija kubika hivi yoktan. Huyu amekoni, huyu laqad ama ibn Adam, huyu ndio mwanadamu ambaye kipofu asiona, kipofu ambaye upofu yake imeathiri mpaka tuli ya nini, mpaka tuli ya masikio dike muno obagasma ukaenda nazo ya wili takumafu dunia, takumafu hii utadunia leo. Basi anasema mwenye tabaraka, أخي قد طال سعيك في الفساد فبئس الزاد زاد للمعاد. أنا تتنبيش من تبارك لسيما نبيكو قد طال سعيك في الفساد، imefuka vitendo vyako, harakati zako, sawa, katika nini? Fil fasadi, katika ufisadi. Wewe ni mufsid, wewe ni yule ambaye unafanya corruption juu ya ardhi hii. Wacha corruption ya nchi, huyu anafanya corruption juu ya nini? Juu ya ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amesema zahara al-fasad fi al-barri wal-bahri bima kasabat aidi nnas, ufisadi umekusha dhihiri, imedhihirika wazi wazi juu ya ardhi hiyo, ndani ya bahari na katika ardhi kavu. Angalia hiyo ufisadi, watu wamechafua bahari, watu wamechafua na ardhi. Ndani ya ardhi umepatikaniwa ni leo uporaji tu, kuwa basi yenu wa maovu juu yake. Ni ufisadi, sio ufisadi? Mpaka bahari tumeingia leo, hata imekuwa kutoka hata samaki pia ipatikani. Sawa? Tumekwenda wapi? Tumekuja kwa tukajiuliza, ni ufisadi ya machumo ya mikono yetu. Sawa? Watu wamekwenda mpaka wanamwasi Mwenyezi Mungu kubali. Sawa? Ndani ya bahari yamejengwa madamburu ya kumwasi Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Mbona ndani ya nini katika? Neema itakuwepo. Sasa anasema mwenye tabaraka, akhi qad qala sa'yuka fil fasadi. Kama una habari basi habari ndio hiyo ambayo inasema kwamba vitendo vyako vimerefuka, vitendo vyako vimekuwa nyingi sana katika nini? Katika kufanya ufisadi juu ya ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi fabisa zad, uovu ya zawadi, zawadi iliyo mbaya sana. Hamna zawadi iliyo mbaya sana kuliko zadun lil ma'ad, kuliko mtu kuchukua zawadi mbovu kwenda naye wapi? Akhera. Kwa hiyo ya duniani hata ikiwa mbaya namna gani, lakini tunatengenezea harabu harabu kufisika shemshi kaman kana na basi kaman asur bobo yale basi yakaenda jazi, lakini na always unaona obatali, lakini sio
nagaa na bonus dia dunia. Baadaye anasema basi kana kuna almama fanya kule, lakini kana kufanya kule dia kana sana mas. Dia kana sepatah. Hiyo ni dunia, sio? Lakini sasa ile ambaye na mtu naambiwa hapo bisa zai, ile ambaye ni mbovu zaidi ni ya wewe kwenda naye kwa akhera. Umebebana na mrindimo, marundo ya machafu, ya madhambi, ya maasi, unakwenda naye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iko zawadi iliyo mbavu kuliko hiyo? Iko? Hakuna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa khayrukum man taraka ad-dunya lil-akhirah wala lil-akhirati wala al-akhirati lid-dunya walakin khayrukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Mtume anasema sio mbora wenu mwenye kuacha dunia kwa ajili ya akhera, wala sio bora wenu mwenye kuacha akhera kwa ajili ya dunia, kwa sababu zote hizo ziwili zinahitajika. Sawa? Nisema la tansa nasibaka min dunia. Sawa? Fungo yako duniani usisahau. Sawa? Fungo yako ni gani? Ni kula yako, ni kunywa yako, ni mavazi yako, zile za halali. Sawa? Siha yako, sawa, zile za halali, sawa, hizo ni fungo yako duniani, usisahau. Sawa? Usikae na ukajifanya kwamba wewe ndiye wali au ya Allah, usitaki mambo ya dunia hiyo, angalia miski na miski ya miski kuna basi mjitu wanadamu hawa ndio vile wewe bifundika hivi tutelekea wakiza na bali kupita. Sawa? Sasa wewe unahitaji dunia hiyo kadiri. Sasa inabidi unachanganya, sio? Unachanganya mumosi kumpili, unakwenda kutafuta riziki ya halali. Sawa? Alafu pia baadaye unakuja kufanya itikafu msikitini. Sawa? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa khayrukum man taraka ad-dunya lil-akhirah. Sio bora wewe yule mwenye kuacha dunia kwa ajili ya akhera. Huyu sio bora. Wala sio mwenye kuacha nini? Sio mwenye kuacha akhera kwa ajili ya dunia. Huyu sio bora. Bali lakin khayrukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Lakini bora wewe ni yule ambaye chukua kidogo hapo na chukua kidogo. Kalbu Shia da dunia ni ambayo Shia da akhira na mwisho pamoja. Sawa? الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار النجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها. Anasema katika hadithi kwamba dunia daru sidqi, ni nyumba ambayo inataka wa kweli. Sawa? Wadaru najat, na ni nyumba ya kuokoa watu. Dunia hiyo inakuokoa na adhabu ya akhera, itakuokoa na adhabu ya kaburi. Kwa maana gani? Kwamba utakapofanya vile vya kumridhisha Mwenyezi Mungu hapa duniani. Si swali linasaidia duniani. Sawa? Somo linafanywa. Zaka inatolewa. Si duniani. Sasa hili ni kiwanja ya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia kiwanja hili, ifanye ni msikiti, ifanye ni sehemu ya kuabudu. Sawa? Utanini? Utaokoka na adhabu ya mbele. Wadaru ghina liman tazawwada anha,
Ile dunia ni nyumba ya utajiri, nyumba ya utajiri, lakini kwa nani? Liman tazawwada minha, kwa yule ambaye ameipatia hiyo dunia mgongo. Utakuwa ni nani? Utakuwa ni tajiri katika dunia hiyo, maana utakuwa utamani chochote ya dunia, sawa? Kwa sababu vya dunia hiyo vinafanya nini? Vinamalizika, hazimtoshelezi nani? Mwanadamu. Hamna yote yule ambaye ametosheka, sawa? Sasa fabisa zadu lilmaali, mshairi anasema tazawwadu min ad-dunya fa innaka rahilun wasari'u ila al-khayrat fi man yusari'. Tazawwad min ad-dunya, ipatie mgongo dunia hiyo. Fa innaka rahilun, hakika wewe ni msafiri. Hakika mimi na wewe tu wasafiri. Sasa usilipikize dunia hiyo, unataka kufia hapa, dekai mbali na moshi utaile. Fa innaka rahilun, hivi karibuni tu utanini? Utagura mkono mtupu. Tazawwadu min ad-dunya fa innaka rahilun wasari'u ila al-khairat. Anasema mshairi, sari'u, nafanya haraka, kimbilia, ila al-khairat, zile mazuri. Maana amali nzuri, sawa? Sio mazuri ya kula. Ukisikia mazuri, sisi na tafsiri yetu mmoja tu, wajani chakula. Jamaa kwa mazuri mabeta, sio watu, sio mabeta, sio. Sasa tena anasema sari'u ila al-khairat, fanyeni haraka, kimbieni kwa hizo mabeta, sawa? Mabeta za wapi? Za akhira. Duniani hakuna mabeta. Ya dunia inaoza, inabakia hapa, watu wanakuja kurithiana hapo, mirathi ya kuwana, ya kupatana kwa mapanga. Sasa mazuri ya wapi? Mazuri ni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, anasema Mwenyezi Mungu, wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samai wal ardi u'iddat lil-muttaqin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbieni, kujeni haraka, kwani kwa msamaha ya Mola wenu. Wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samai, fanyeni amali ya kheri haraka, ili mpate janna, mpate pepo ambayo ardhuha, mapana yake ni sawasawa na mapana ya mbingu na ardhi. Umekwisha kupiga mahesabu na ya urefu na ya mbinguni na ardhi, mapana yake umekwisha kupiga hivi sawa. Sasa ndio pepo hiyo, itakuwa labda tu ekari moja umepatiwa, urefu yake ni na upana yake ni temsomosho tu, ukipatiwa hiyo sababu tutataka nyingine, sio kwa sababu maisha yako ni khali ya afada, sawa? Huko hakuna maradhi, hakuna kifo, watu ni kuponda raha tu kilo moja, sawa? Huko hata hakuna haja kubwa, haja ndogo. Huko Mtume anasema ukihisi pia kwamba kuna haja ndogo, basi nini, marashi ya msitu tunaachia. Hiyo umekusha nini nafsi yako? Vyakula vya peponi ndio hizo, sio vyakula vya kuvimbisha, hapana. Sio vyakula za kujaza magesi, hapana, kwa tumbo, hapana. Sio vyakula ya sabini wa hakuna. Vyakula vya peponi, sawa? Fawakiha, Mwenyezi Mungu anasema vyakula vya peponi ni sawasawa na kula fruit duniani. Kama kula fruit duniani ndio kula hapo, shike tu kula vitu zinakuja, sio? Sasa ndio peponi. Huko hakuna nini?
hakuna ukame, hakuna rishi, hakuna njaa. Sasa watu watakula huko wakivimbia, unajua hapo duniani ndio kuna njaa, ndio kuna rishi, ndio kuna ukame. Sawa? Sasa ndio ukipata nafasi unavukia kiasi solima kutibara yake kutesha bwana. Matokeo yanakuwa namna gani? Na kwa sababu hii tamake nafasi na tarehe kuleta nafasi. Katende kizidi aturushi ya hiki ya kubwa. Sawa? Sasa sari'u ila al-khairat fi man yusari'u, katika yale ambayo watu wanafanyia haraka vitu vya peponi hizo. Sawa? Watu wa maisha ya peponi, wanawake hawa wa peponi, hao Mwenyezi Mungu anasema kwamba kaamthali lu'lu'in maknun. Hawa ni wale wanawake ambayo hur makhra, wale ambayo wamefungizwa ndani ya mahema, hawajatokea, hajawahi kuonekana. Lam yatmutahunna insun qablahum wala jaa, hawajaguswa, sio wanadamu wala sio majini, hawajagusa. Bado wako ndani ya boksi. Tunasema zetu ati zimetoka ndani ya boksi. Uongo ushafi. Sawa? Sasa hizo zinataka nini? Zinataka sari'u ila al-khairati fi man yusari'u. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. La tahsabanna Allah ghafilan, msidhani Mwenyezi Mungu ameghafilika na yale wanayofanya madhali. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu'akhiruhum liyawm, anawakhirisha kwa siku maalum, siku ambayo tashkhasu fihi al-absar, macho yatalengalenga ina bala. Sawa? Saya saudara sekali ini tutup begitu, gala bede mwenazo kumu, lakini kazi kasutu. Sawa? Lakini ini fikore. Sawa? Taskore sio. Okay, baba ama skore. Taskore malanga yake ndio. Sasa siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msifanye katika ardhi hiyo ufisadi. Ili ardhi Mwenyezi Mungu ameumba safi kabisa, ilikuwa haina ufisadi. Lakini wanadamu mimi na wewe tumekuja tukajifanya sisi ndio wajanja, sisi ndio na mahodari, sisi ndio wajuzi, sisi ndio watafuta, na tukapekua, tukachimbua, tukatoboa, tukachimba ardhi hiyo, na hatimaye angalia sasa. Angalia sasa majanga yanayopatikana katika ardhi. Kwa sababu gani? Bima kasabat aydin nas. Na anasema Mwenyezi Tabaraka, saba minka al-fuadu falam tuzi'uhu wa hidda ila mutaba'ati al-fuadi وفادتك المعاصي حيث شاءت فألفتك امرأ سلس القياد. صبا منك الفؤاد، صبا منك الفؤاد، nafsi yako imeegemea, imepondoka. Falam tuzi'u, wewe ukashindwa namna ya kuidhibiti nafsi, ukawa wewe huna ujanja, ukawa wewe huna nguvu, nafsi ni uchungu
wahida ila mutaba'ati alfuad, umepekeka katika nini? Katika kufuata matamanio na maagizo na maelekezo ya nafsi yako. Nafsi ikwambia kwenda kulia, unakwenda kulia, ikwambia kushoto, unakwenda kushoto, ikwambia beta kulia, unabeta kulia, beta kushoto, nyorosha huko. Umefanya mambo ya nafsi. Wahida ila mutaba'ati waqadatka ila almaasi, nafsi kakuongoza ikawa ndio dereva yako. Qadatka almaasi, ikawa ndio dereva yako katika kila maasi. Najua dereva yako ukipigia simu tu anakuja, sio? Dereva anakuuliza leo tutakwenda wapi? Anakuuliza sawa. Sasa ni mwanadamu hapo. Sasa sio ni kwamba yeye anapigia simu nafsi. Nafsi yenyewe inakuja tu, namwambia bwana fulani ingia ndani ya gari, naenda kwa kuduruka, naenda kwa kesha na kwa saba na tana mafsada isha maghrib hata fajr yakunu dakhat gari nabwa nafsi wapi Sabala kunta Sabala wala kibla primary. Waqadatka almaasi haythu shaa, popote pale kata shurubu nafsika nare dakhat miwali nare nakurat shurubu yeye mwenyewe hakunywi itayagasibita ukaanzi kita membelisa takitalana na inataka itamagaina. Waqadatka almaasi haythu shaa, nafsi ikitaka kukupeleka kwenye usharati, nafsi inakwambia ingia ndani ya gari, dakhala mitoi naenda kuelezea. Sio ushakuwa maamuma, sio? Sio umekubali kuwa maamuma. Sababilka alfuad falam tuziquhu wahidda ila mutaba'ati fuadi waqadatka almaasi haythu shaa. Sasa asema mwenye tabaraka faalafatka mra'an salisa alqiyad, ikakupata wewe ni mtu mwepesi, mtu laini wa kunini, wa kuongozo umagigaletwa umazokadaletwa umagigaletwa nafsi toka kusana. Alafatka mra'an salisa alqiyad, mtu mwepesi kajua ndoto za ugurwa, yule ndoto za ugurwa. Sasa nafsi imekupata katika hali namna hiyo, wewe umekuwa ni samina wa atana, ewana bwana nafsi. Anasema mwenye tabaraka, laqad nudita litarhali fasma wala tatasammamanna anil munadi kafaka mashimu rasika min nadhirin wa ghalaba lawnuhu lawna sawa. Laqad nudita litarhali fasma, hakika binadamu wewe umenadiwa, umeitwa, umelinganiwa. Litarhali ligano ya kuondoka, umenadiwa msafara, safari imeandia. Basi la tatasammamanna, usijitie uziwi. Matasoita interesa kalas binadi ruwade kalas ja kalas wosul matasoita interesa ini sawa. Usifanye wewe kiziwi ya anil munadi, na huyu anayekunadia nani anakunadia? Hadi kila siku unadia sawa. Kila siku mpya inadia
Sawa? Kila siku kaburi na nadia. Usijifanye wewe na mkiziga tusikii. Hiyo mnada ya kaburi. Hiyo mnada ya ardhi. Hiyo mnada ya siku mpya. Usijifanye wewe ni kiziga usikii. Unasikia. Kwa sababu unajua vizuri kabisa hiyo mabua ile kwa lazima mtaingia hata. Sawa? Kaburi nata sana kan magita is naging figis na. So matanda na dalita gaina. Mula na italingan, السلام عليكم دار قوم من المؤمنين أنتم سلافون ونحن بالآثار وإن إن شاء الله سلام دار قوم من المؤمنين أنتم سلافون يجي اليوم بالجمهورية تقوم يعملوا جنب ونحن بالآثار ونحن عليه وإن إن شاء الله وإن ربنا كانت لاحقون نبي يبدو ini ibnada sio ibnada unanaliwa unalimu sasa anasema mshairi la tatasama manna ani mnadi hata sio itateresa asma wanasali kafaka mashibu ra'sika min nadhiri unataka mwenye kuponya. Una habari na mwenye kukuona sio? Sasa wacha tukupatie habari. Atakaye kukuonya sio mwingine, mashibu rasika min nadhiri. Hizo mvi zinazoota kutoka katika nywele yako, hizo ndizo nini? Hizo ndizo nadhiri. Maana mvi inakuonyesha nini? Kwamba hiyo nywele tayari sasa sio nyeusi. Hiyo nywele sasa ni nyeupe. Hiyo kubadilika rangi ya weupe imebadilikia wapi? Imebadilikia kwenye shina. Sawa? Huko kwenye root. Sawa? Huko kwenye root hakuna nini? Hakuna rangi nyeusi tena. Mapijaswe. Katika biraba babia. Sasa huyu anakuambia nini? Huyu anakuambia sabini. Hiyo mtaki kadas kadas. Subrasa kile kwa kuna setan kadas vita betokulu kadas. Maana toshuno manuapiru naqisuhu fil qalb. Kadas kile msika. Sasa yule ni nani? Ile mfi ni nadhiri na kuonya. Sawa? Ile mfi inakuonya. Kafaka mashibu rasika min nadhiri wa ghalaba launuhu launa sawadi. Na rangi yake, rangi ya mvi imeshinda rangi ya weusi. Rangi ya mvi ni gani? Rangi ya mvi ni nyeupe. Rangi ya weupe imeshinda rangi nyeusi. Maana hiyo nywele nzima na thuluthi tatu nzima ya hiyo nywele na ni rangi nyeupe. Sasa gani ndio imeshinda? Nyeupe au nyeusi? Wa ghalaba launuhu launa sawadi. Sasa kama una habari basi habari hizo. Sawa? Kama hujachukua tahadhari basi chukua tahadhari. Wallahu wa rasuluhu a'lam. وإن صافتك أو خاللت خلا ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي ولا تعدل بتقوى الله شيئا ودع عنك الملالة والتراخي وكيف تنال
Allahumma